لا حول ولا قوة إلا بالله هو الرب الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. Amma ba'du, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa, kipindi hewani ahamiyatu dua, umuhimu wa dua. Ni kipindi ambacho kinakueleza asrari al-Qur'an wa asma'illahi al-husna, siri mbalimbali za Qur'ani na majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaliyokuwa mazuri. Ama katika siku ya leo tutakueleza dua ambayo tumeipa kichwa cha habari Kanzu Rabbani. Dua hii ni katika dua zenye siri kubwa. Dua hii ni katika dua zenye mambo makubwa. Ima dua hii utaisoma katika mwezi huu wa Dhulhijja na katika masiku haya yaliyotajwa na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa ubora, yani masiku 10 ya mwanzo yaliyotajwa ndani ya mwezi huu wa Dhulhijja. Al-awwal, faida ya kwanza kabisa, yuftahu Allahu laka al-hadh, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufungulia wewe bahati, hadhi. Bahati hii itahusu mwili wako, nyumba yako, kazi yako, biashara yako, ndoa yako na kadhalika. Allah Subhanahu wa Ta'ala atakufungulia bahati. Athani, imma faida ya pili utakayoipata kwa kuisoma dua hii Kanzu Rabbani, si nyingine miftahu arrizqi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufungulia riziki yako. Athalith, imma faida ya tatu utakayoipata kuisoma dua hii, qabulil ijabati dua, ni kukubaliwa, kujibiwa kwa dua. Allah 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 Allah. Habari kubwa. Haya yote ukumbuke yanapita ndani ya mwezi wa Dhulhijja katika masiku 10 ya mwanzo ya mwezi huu. Arabiu, na faida ya 4 na ya mwisho kwa siku ya leo, izalatun nuks, ni kuondokewa na nuksi, kuvuliwa nuksi. Nuksi huwa zinawaandama watu katika mambo mengi ya kazi, ya biashara, ya ndoa na kadhalika. Allah Subhanahu wa Ta'ala akikujalia ukakaa kitako kuisoma dua hii, atakuvua ile nuksi inayokuandama. Ama baada ya kukuelekeza faida za kusoma dua hii katika mwezi huu wa Dhulhijja na katika masiku haya 10 ya mwanzo, utakachofanya ni kuzingatia maelekezo na namna ya kufanya dua hii. Ama jambo la kwanza, kuna bukhur, ambazo bukhuri hizi ziko za aina mbili. Aina ya kwanza utaitumia kwa ajili ya kuchoma pale utakapokuwa unafanya dua, na hii ni katika kuyaelekea maneno ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allaha tayyib yuhibbu tayyiban, Mwenyezi Mungu ni mzuri, anapenda vizuri. Ai inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mzuri, anapenda vilivyokuwa vizuri. Kwa hiyo ukitaka kuvaa, vaa mavazi mazuri. Ukitaka kutafuta usafiri, tafuta gari iliyokuwa nzuri. Ukitafuta nyumba iliyokuwa nzuri. Ukitaka kutoa sadaka, toa iliyokuwa nzuri. Ukitaka kujenga msikiti au madarasa, jenga vizuri. Almuhimu kwamba kilichokuwa kizuri mbele ya Allah anakipenda. Hata ukitaka kusoma Qur'an, ni imamu, ni qari'ul Qur'an, ukikaa unasoma, soma kwa sauti nzuri. Ufanya hivyo utampendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada unayoifanya. Kwa hiyo tutakuwa na bukhuri ambayo tutabukhurisha pale wakati wa kusoma dua kwa lengo la kuleta harufu iliyokuwa nzuri pale mahala pa dua. Na bukhuri tutakayotumia ni hizi 3 zifuatazo. Bukhuri ya kwanza inaitwa ambar. Bukhuri ya pili inaitwa miskil aswad, yani miski nyeusi ile original. Lakini bukhuri ya 3 utakayotumia ni udi, ule udi wa kufukiza kwenye nguo. Hizi bukhuri 3 utazichanganya pamoja, wakati unasoma utakuwa unafukiza mahala pale patokee harufu iliyokuwa nzuri. Lakini bukhuri ya aina ya pili, ambayo bukhuri hii utaitayarisha, kisha utaiweka kwenye mto wako. Ima utachukua kitambaa cheupe au karatasi nyeupe, utaiweka hiyo bukhuri, kisha ile kitambaa utafunga kwa juu, utaweka mto, utalalia juu yake. Ni sawa sawa umepata kitambaa cheupe au umepata karatasi nyeupe. Almuhimu, baada ya kufanya maandalizi haya ya kuweka hiyo bukhuri chini ya mto, ndipo utakwenda usome hiyo dua, na baada ya kumaliza dua utakuja uweke kichwa chako ulale.
Na kwa nini kwenye kichwa na sio kwenye miguu? Kwa sababu kwenye kichwa ndio kwenye kila kitu. Kichwa cha binadamu ndio uhai. Mwanadamu akikosa kichwa hayuko hai, lakini anaweza akapungukiwa na viungo. Muda wa kuwa kichwa kiko salama, basi hakuna neno. Kama ana upungufu wa mguu, ana upungufu wa mkono, ana upungufu wa figo, almuhimu anaweza kuendelea kuishi kwa kupungukiwa viungo vingine na sio kichwa. Kwa hivyo utaweka bukhuri yako hiyo chini ya mto, ikisha utaweka kichwa juu yake, utalala. Na bukhuri utakazoziweka chini ya mto nazo ni 3. Bukhuri ya kwanza inaitwa harmal. Allahu akbar. Hii bukhuri ina faida nyingi sana kwa matumizi ya binadamu. Na bukhuri ya pili utakayotumia mulhul ahjar, yani upate chumvi ya mawe. Wale wanaofuatilia tiba wataona kwamba tiba nyingi hutumika chumvi kwa sababu ya siri iliyoko ndani ya chumvi. Utaiweka chumvi juu ya harmal, alafu juu ya harmal utaweka shabun abyadh, yani shabu nyeupe. Hizi dawa kila moja huwa zinajitegemea katika matumizi. Hapa tunaziweka pamoja kwa ajili ya kuvua mabalaa, manuksi, mamikosi ambayo inakuandama na kukufunga katika riziki yako na katika bahati yako. Baada ya kumaliza kufanya maandalizi haya, ndipo utakwenda kwa ajili ya kusoma duau Kanzu Rabbani. Hii dua utawaliwa na surati Dhuha. Surati Dhuha imeshuka Maka, ina aya 11. Hii aya ina maneno takriban 40, herufi zake 166. Hii sura ina faida nyingi sana. Huko nyuma tulieleza na leo tunaeleza na tutaendelea kueleza. Faida zake ni nyingi mno. Ama sura hii miongoni mwa siri zake ni kuondosha huzuni na kutia faraja. Allahu akbar. Na ndiyo maana ukisoma aya namba 3, Mwenyezi Mungu anasema maneno mazito kumwambia Mtume, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allahu akbar. Hakukuacha Mola wako wala hakukasirikia. Aya hii kadiri utakavyoisoma mara kwa mara, Allah subhanahu wa ta'ala hatokuwa mbali na wewe, hatokuacha, lakini pia hatokukasirikia. Allahu samad. Aya namba 5, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, na kwa hakika atakupa Mola wako mpaka utaridhika. Allah 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 Allah. Habari kubwa. Angalia, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameweka siri ndani ya surati Dhuha. Sura hii utaisoma katika usiku wa kwanza kwa idadi mara 11. Ukimaliza utalala. Siku ya pili utasoma tena usiku mara 11. Utakwenda utalala. Na siku ya tatu utasoma tena mara 11, kisha utakwenda utalala. Baada ya kukamilisha usiku hizi 3, siku ile ya kuamkia siku ya 3, asubuhi yake na mapema utatayarisha moto uliokuwa mkali. Utazichukua zile bukhuri ulizoziweka chini ya mto wako, kisha utazichanganya vizuri. Ukumbuke wakati unazipanga, chini inatangulia harmal, juu inafata chumvi ya mawe, mwisho juu kabisa utaweka bukhuri ya shabun abyadh, yani shabu nyeupe. Utazichanganya pamoja. Bukhuri hizi utaweka nia, utakwenda kuzichoma kwenye moto. Allahu akbar. Na wakati unazichoma utaweka nia yako ile ambayo uliweka wakati ukisoma surati Dhuha, usiku wa kwanza, usiku wa pili na usiku wa 3. Ukiingia wakati wa dhuha, kaa kitako uisome tena surati Dhuha. Allah 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 Allah. Wakati wa dhuha unapatikana kwa masaa mawili kabla ya salati dhuhri, kabla jua halijapinduka, baina ya saa 3, 3:30, saa 4, saa 5. Masaa haya saa 3, saa 4, saa 5 yatakutosha kusoma surati Dhuha. Utasoma surati Dhuha kwa utaratibu ufuatao. Utaisoma sura yenyewe mara 11, na kila ukimaliza utatia nia. Ukimaliza kusoma utasimama uswali salatul haja ya raka 2. Salatul haja ambayo utatangulia katika raka ya kwanza utasoma surati al-Fatiha na surati Dhuha mara 11, na raka ya pili kadhalika utasoma surati al-Fatiha na surati Dhuha mara 11. Ukishamaliza sasa, baada ya kutoa salamu yamina wa yasara, umetoa salamu kulia na kushoto, utatulia pale pale katika mkao wako ule ule kwa kuelekea kule kule kibla kama ulivyokuwa unaswali. Hapa sasa utaweka tena nia yako. Baada ya kuweka nia, utaifunga dua yako, dua itakuwa imekamilika. Baada ya kuifunga dua yako, ndugu yangu katika iman, ukinyanyuka pale, uwe na sadaka yoyote ambayo utaitoa ibtighai maradhatillah,
kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ukishatoa sadaka, dua yako itakuwa imekamilika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Subiri wepesi wa kujibiwa katika kile ulichokiomba katika dua. Baada ya kuyasema haya, nitumie fursa hii kabla ya kufunga darsa ukualika katika dua kubwa tutakayoisoma siku ya Alhamis ya tarehe 5 ya mwezi wa 6 2025. Mahala itakaposomwa dua hii atasomwa zawiani kwetu Kinondoni Block 41 mtaa wa Alimasi nyumba namba 4. Ndugu yangu katika iman, niendelee kukuomba usubscribe channel yetu kwa ajili ya kuyapata mengi mazuri yanayopatikana hapa katika kipindi chako pendwa Ahamiyatu Dua. Ni ndugu yenu katika iman Sheikh Rajab bin Salim Juma Al-Qushairi Ash-Shirazi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا حول ولا قوة إلا بالله ويا نعم المولى.